yoyote anayejaribu kusaidia maisha yake, akiwa ni ndugu yake, akiwa ni rafiki yake au mfanyakazi mwenzake. Na mfumo wa raia na kukausha kaunti kuu ulikuwa ukavu, na mfumo wa kuzuia kwetu ulikuwa hai, na nazuia kila njia ambazo anaweza akafanikiwa, lakini nazuia sasa. Kwa hiyo bro, vipi sasa? Ndio kunikausha masuala ya adabu. Ndugu wangu, kama unavyoona leo tukuta kwenye familia yetu mambo ni magumu. Umeona? Kwa hiyo unajikuta nashinda na kupa jibu gani. Lakini wewe ulifanya masuala mwenyewe. Nimekupa milioni 10 hujawa serious. Sasa hizo unajuta. Unategemea nini? Ndio bro, nilifeli kwenye ile milioni 10, lakini sasa inabidi nipambanie mdogo wako. Na nawishi niendelee kusoma. Kukupambania sio shida. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Kumbuka maisha yanahitaji kufocus kwenye kitu ambacho unakipigania. Wewe ulishindwa kuzingatia, ukachezea vibaya muda wako. Pesa ukaitumia vibaya. Sasa hizi unajilaumu na huna cha kufanya. Sasa mimi nadhani nafanyaje? Siku zote ukiwa na ndoto, simamie, ipiganie. Usifanye utani, kwa sababu yule anayekupambania kuitimiza hiyo ndoto na yeye anaumia katika kupambana ili utimize hiyo ndoto. Sasa mimi sijui nafanyaje hapo. Labda nione itakuwaje. Sina jibu la kukupa kwa sasa hivi. Bidii ulikuwa nayo ya kusoma, lakini ulikuwa na nidhamu ya fedha, nidhamu ya kuilinda ndoto yako. Ulikuwa una hicho kitu. Sio, unaelewa? Yaani ungekuwa na nidhamu kujua kuwa hii hela natakiwa nilipe ada kwa sababu nasoma chuo, natakiwa ni focus kwenye hii. Ungefocus. Wengi wanafeli kwenye maisha kwa sababu wanashindwa kuweka focus kwenye kitu ambacho wanakipambania, ndio maana wanayumba. Sasa ngoja nione itakuwaje. Ngoja nifikirie namna ya kufanya. Sasa hizi naelekea kanisani. Then nitaona nini kitafanyika, tutazidi kuwasiliana, lakini kwa haraka sina jibu. Basi poa kaka, mimi ngoja nipo tu, lakini fanya kama unanipambania, hata ukikopa huko. Kukaa nyumbani hivi sio vizuri mzee. Basi baadaye tutaona inakuwaje. Mimi ngoja nielekea kanisani. Alafu nikirudi nitaona tunafanya nini. Kwa sababu sina jibu la haraka. Sawa, lakini wewe fanya kama unanipambania ndugu wako. Haina shida. Basi poa, mimi nipo hapa. Okay, sawa. Haya. Adrian. Yes. Vipi? Sawa. Mbona umefelisha mpango? Acha. Ngoja kwanza, umefelisha mpango. Acha. Nimepokea simu hujakamilisha nilichoambia ukakifanya. Yes. Yafika hiyo. Sikia. Unaona blaza zako unavyohangaika Mimi leo namiliki 1100 leo. Afu vitu serious unavichukulia masiara. Nilikwambia kwenye kile kikao kampuni yetu sisi pia inatakiwa kutoa hoja na sisi ni wanaisa, lakini hujahudhuria kwenye kikao cha zile kampuni. Mwisho wa siku sisi tunaonekana hatuna maana yote. Hatuweza kusaidika sasa. Tunazidi kuishiwa. Sasa unajua kimekuta nini bro? Kimekuta nini? Wewe huwezi kuelewa.
Kama ungeelewa unayoyapitia, usingefanya ujinga. Hata ada yako sasa hatutopata. Sasa unifokee sasa. Ndio nifokee barabarani kama hivi ndio nini sasa? Unajua mambo gani amenikuta huko barabarani? Adrian, unanipandishia sauti? Sio nakupandishia sauti brother. Sasa mimi ningefanyaje? Wewe mambo gani amenikuta huko barabarani natoka huko? Unanipandishia sauti mimi? Sasa mimi nikupandishia basi. Na kuelekeza unanipandishia sauti. Ndio nifokee barabarani. Umekuwa siku hizi? Siku hizi umekuwa? Sasa nakuaje? Siku hizi umekuwa? Mimi sijakuwa. Brother ndio nipige. Wewe. Sasa ndio nipige uniweze chini kama hivi sasa. Halo? Salama za kwako? Nani? Anisia? Ameanguka wapi? Hebu ngoja basi nikabadilishe nguo chapu narudi. Dakika 5 nyingi nakuja ndugu yangu nakuja. Danisia. Amen. Mzima? Nimepigiwa simu Danisia huko, yani leo iko juu nimekuja kukuona dadangu. Vipi umekutwa na nini? Sija hata nilikutwa na nini. Nimejikuta tu nyumbani lakini hali yangu ilikuwa sawa. Kwa hiyo ulikuwa unatoka wapi? Nilikuwa natoka tu sehemu. Nikapigiwa simu, baada ya hapo sikujisikia vizuri. Nikaja kushtuka tayari niko nyumbani. Sijui nimefikaje. Haise pole sana sasa. Do. Sasa mambo yamekaa vibaya. Hakuna changamoto yoyote, maana huwezi kuanguka tu barabarani kirahisi. Hapana. Nijisikia tu vibaya. Haya mambo yanachanganya hisi. Pole sana tangu. Asante. Ngoja basi nikaongea na brother nyumbani kule. Tujue tunafanyaje, tunakupeleka hospitali tunafanyaje? Sawa. Lakini Mungu atakusaidia, utakuwa sawa tu yangu. Nashukuru. Basi moja nikuache nipumzike, maana nimekuja haraka nilipigiwa simu juu huko. Nikaambiwa una hali mbaya sana, maana kama kukimbia moja kwa moja huko. Nashukuru sana. Basi sawa dadangu, pole. Asante. Haya, Mungu atakusaidia, utapona tu. Ngoja basi nikaongea na baza nyumbani hapo. Pole dadangu. Pole sana. Asante. Karibu. Umechoka? Nachoka wewe wengi. Sio kupumzika tu hapo. Aise. Ujiende ripoti ya vile jambo. Kwanza achana nayo kwanza. Brother. Unajua kilichomkuta Anisia? Anisia kitu gani? Wakati natoka zangu town nimefika katikati hapo, nikapigiwa simu. Nikaambiwa amepata na matatizo, ameanguka barabarani. Sasa nikatoka haraka nikakimbia kwake. So nimefika kwake pale nimemkuta yuko na hali mbaya sana. Yaani hali mbaya mno. Yaani ameanguka na hajanipa taarifa ya kilichompata. Au umemkuta kwenye hali gani? Bwana yuko na hali mbaya. Yaani hiyo hali mbaya ninapokuambia ni maswali mbaya kidogo. Ni hali mbaya yani. Okay. Sawa. Sasa sio kesi, nitaenda kumuona. Then nitajua nafanyaje kwa sababu juzi nimekutana naye na alikuwa tu vizuri. Sasa sijui nini kimetokea. Okay. Maana
Alikuwa fresh tu, sikuona kama ana shida yote. Sasa anyway, nitaenda kumcheki. Mimi niko ndani mara moja, then nitafanya utaratibu nikamuone, nitakupa feedback. Fanya hivyo maana yuko na hali mbaya, afu ni rafiki yako ukizingatia mzee. Sasa ngoja mimi niko ndani mara moja. Kuna issue naifanya. Nikitoka hapo nitaenda kumcheki. Sawa, hamna shida. Fanya ukamuone sisi. Ngoja nifike. Unajua rafiki yako yule. Okay. Haina shida. Niko nimepozi na kula maisha. Okay. Hapo. Madam Anisia, pole sana. Asante. Nimepata taarifa ya kilichokupata. Ni kwamba ulianguka ghafla na watu wamekukota. Hasani ndo kaniambia. Adrian ndo kaniambia, kanipa taarifa. Na anasema amekuja kukuona, so kwa hivyo nipe information imenipasa nije na mimi nikuone. Shida nini? Nashukuru kwa kuja kuniona, lakini of course hata mimi sijui shida ni nini, sababu nilikuwa njiani nikapokea simu. Ghafla baada ya maongezi ya simu kanisikia vibaya. Kwa ndo nikajikuta niko nyumbani. Kwa sijui nini kilitokea. Labda sio ulifanya kazi nyingi then ukachelewa kupumzika, au kuna siku ulilala muda umeenda sana, au labda pengine kuna dalili mbaya ulikuwa unazisikia lakini ukazichukulia poa kwenda hospitali. Hapana, nilikuwa sawa. Labda tufanye kitu kimoja. Kwa nini tusifanye maombi? Tuombe kwanza, tumshirikishe Mungu. Pengine maybe ni issue tu fulani ndogo. Unajua ulimwengu wa roho una mengi. Yeah. Let's pray. At least kwa a little bit. Kidogo tu. Okay. Naamini Mungu atatenda. Ni sawa, tunaweza kuomba. Tuombe. Hello? Mama. Unamaanisha mama nauma? Sawa nakuja. Mama nauma? Mama nauma. Yaani ghafla au? Ghafla sijui amepatwa na nini, lakini si mama nauma. Okay, nadhani tumuunganishe kwenye maombi. Hapana. Nafikiri natakiwa kwenda kumuona. Nani mgonjwa? Niko sawa. Utaanguka njiani tena? Najisikia niko sawa sasa, naweza nikamuona mama. Niko sawa. Unahitaji msaada? Hapana, tutawasiliana baadaye. Ngoja nikamuone mama kwanza. Okay, lakini kwa makini, in case ikitokea jambo lolote, sisi ndo tunapigia simu. Sawa, tutawasiliana. Sawa. Ngoja nikawahi. Okay. Danisia. Vipi dada? Nipigie simu kwamba hali ya mama sio nzuri. Mama anauma. Mama anauma tena? Mama anauma na wewe unauma. Nimepokea simu, nilikuwa na Mr. Patu na kuja kuniona. Ghafla nikapokea simu. Kwenda kumuona mama. Hali yake sio nzuri. Pole. Kwa hiyo hali yako vipi sasa? Mimi sasa niko sawa. Uko sawa? Unaonekana kabisa unauma, uko sawa? Niko sawa sasa. Uko sawa? Kweli? Kombe zote hizi nenda kwa mama. Kwa hiyo hali yako vipi sasa? Mimi sasa niko sawa. Uko sawa? Unaonekana kabisa unauma, uko sawa? Niko sawa sasa. Haya. Ngoja tuanguze basi tuende wote huko. Twende nyumbani? Sawa, twende. Haya. Unadhani utafanikiwa kwa lolote? Unadhani utashinda kwa lolote?
kilichoanza hakiwezi kuisha. Familia yako lazima italipa. Naongea nani? Hadrian, naongea nani? Ah!